Mtazamaji wa kipindi cha Sakasaka, nikukaribisha kwenye dakika 25 za kipindi hiki maridhawa. Na leo hii kama ilivyo kawaida Sakasaka, nimekuja Bagamoyo Kaole. Nimekuja kumsaka muhifadhi Siawezi Hungo ambaye amekaa kwa kipindi cha miaka 29 hapa Kaole. Atakuwa na kutusimulia mambo mengi ya kihistoria ili uweze kuyafahamu na pengine yatakuvutia zaidi, na siku moja kupata hamu ya kuja Kaole au ujifunze zaidi mambo ya historia ya Tanzania. Sasa hivi tunazungumza historia ya Tanzania, bila shaka uzoefu wake na mambo ya historia atatuambia, na bila shaka utajifunza mengi kutoka kwake. Basi ni mtayarishaji wako Malio Cheto, nasema karibu umakinike nami. Sasa nimekutana na dada Siawezi Hungo ambaye amekaa Kaole hapa kwa muda wa miaka 29. Basi nikaribisha, tutaenda kuzungumza naye mawili matatu ili atuambie historia eneo hili, lakini na mambo mengine mengi ambayo utapenda kujifunza. Hebu niambie, mwanzo ulidokeza umekaa miaka 29. Mara ya kwanza Bagamoyo ilikuja lini? Kwa mara ya kwanza Bagamoyo nimekuja mwaka 1988. Na mwaka huo nilikuwa ni mwajiliwa wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Watoto kama ilivyokuwa siku za nyuma. Kwa hiyo kazi nilianzia National Museum Dar es Salaam pale ambako idara mambo ya kale ndiko ilipokuwa. Na kwa maamuzi ya idara waliweza kusema kwamba mafundi au wataalamu waje wapate mafunzo kwa ajili ya kujifunza jinsi ya uhifadhi wa majengo ya kihistoria katika mji wa Bagamoyo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tuliweza kupewa mafunzo hayo katika mji huu wa Bagamoyo na kuweza kufanya uhifadhi wa majengo ya kihistoria. Lakini vile vile tuliweza kumaliza mafunzo yale na kurudi idarani Dar es Salaam. Na ndipo tena maamuzi yalipotoka kwamba kituo rasmi kiwe mjini Bagamoyo, ambayo ni mji mkongwe, kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi wa majengo yaliyokuwepo ya kihistoria katika mji wa Bagamoyo. Hapa nimekaa miaka 29, kwamba nilipata uhamisho kutoka mji mkongwe wa Bagamoyo kuletwa katika kituo hiki cha Kaole. Lakini wakati huo kituo hiki cha Kaole kilikuwa chini ya mji mkongwe. Lakini kiliweza kuteuliwa rasmi kama kituo mwaka 2002, na ndipo kilipokuwa kituo rasmi cha magofu ya Kaole. Na hapo ndipo mimi nilipopewa nafasi ya kukiongoza kituo hichi toka mwaka huo 2002 mpaka hivi juzi. Hivi ilikuwa ni rahisi kweli kutoka Dar es Salaam na kuja Bagamoyo? Alafu tena unakuja kwenye nasema kwenye majengo yale ya kale. Kwa kweli kwa hali ya kawaida inakuwa sio rahisi, kwa sababu watu wamezaliwa mjini Dar es Salaam na umezoea mazingira ya Dar es Salaam, alafu nimeanzia Dar es Salaam. Lakini kutokana na fani niliyokuwa nimeisomea ya uhifadhi au ufundi wa majengo ya kihistoria, ndio ilonifanya nione kuna urahisi kwangu kuweza kukubaliana na hiyo hali kuja katika maeneo kama mji huu wa Bagamoyo. Kwa maana kwamba hata vituo vyetu vingi vya mambo ya kale, asilimia kubwa viko katika miji ya vijijini au sehemu za iko mbali na miji. Kaole ni mji wa kihistoria. Ni vitu gani ambavyo vipo ndani ya Kaole kiasi kwamba mtu akivisikia tu anaweza kupata hamu, anasema okay, ngoja na mimi niende kwenye yale nasema ni majengo ya zamani ya kihistoria na mimi nikatembelee? Kwanza kabisa ni mji wa kihistoria na ni mji wa kale kuliko Bagamoyo. Hapa ndio chimbuko la mji wa Bagamoyo, kwamba ni makazi ya karne ya 12, 13. Na mpaka sasa tunahesabu ni zaidi ya miaka 800 iliyopita. Kwa hiyo kitendo cha kuja kuona ule mji wa kale tayari ni moja kivutio tosha mtu yoyote kuvutika kusema ngoja niende Kaole nikaangalie. Lakini vile vile unapofika katika mji huu wa kihistoria utaonana na hivyo vivutio vinavyowavutia watalii mbalimbali wa ndani na nje ya Tanzania, ikiwemo misikiti ya zamani
ambayo toka karne ya 13, kuna msikiti wa karne ya 15, lakini vile vile kuna makaburi ya masharifu na mashehe, lakini kuna kaburi la wapendanao, lakini vile vile tunacho kisima ambacho chenye maji ambayo hayakauki, hayajai na wala hayana chumvi. Maji yake ni ya ajabu kwa maana hiyo, ambayo kutokana na mambo ya imani watu wanakuja kuteka maji hayo, kuoga, kunawa, wengine wanaondoa nuksi, wanaondoa mikosi, na wengine hufika hata na wataalamu hapa kwa ajili ya kuogeshwa maji hayo ili mambo yao yaende vizuri. Dada Siawezi, nimekuwa na hamu sasa. Umenitajia vitu muhimu vya kuona. Basi twende ukatuonyeshe ili tujue sijui tunaanzia wapi, manake wewe ndio utatuongoza ili tuweze kujua hasa, ili tuone sisi wenyewe na Mtanzania mwingine akiona kule bila shaka atapata hamu ya kuja kutembelea kama mimi nilipata hamu nikaamua kuja zangu Bagamoyo. Sasa ule msikiti ambao tulikuwa tunauzungumzia ni huu hapa, ambao umejengwa kama unavyoona, na ngazi hii ilikuwa inatumika kwa ajili ya muazini kutoa adhana wakati alikuwa akisimama hapo, kwa sababu wakati huo kulikuwa hakuna umeme na wala hakuna spika. Lakini kwa taratibu za Uislamu lazima watu wakiingia msikitini wapate udhu. Kwa hiyo ndo maana ya kisima hichi kimechimbwa sambamba na eneo la msikiti. Wenyeji wa hapa labda ni watu gani unaweza kutuambia? Wenyeji wenye asili ya mji huu ni Wazaramo. Na baada ya kufika kwa karne ya 13 walikuja wageni wakawapokea na kuweza kuishi nao katika eneo hili la mji huu wa Kaole. Lakini jina la asili kabisa enzi hizo palikuwa panaitwa Pumbuji. Kwa hiyo baada ya kufika kwa wageni jina lilibadilika kutokana na kwamba wenyeji wakawa wanaongea lugha yao ya Kizaramo, tuchole tukalole vili wageni votenda. Yaani kuchola kwa imwali kalole. Kwa hiyo kapatikana jina la Kaole. Kwa maana kaangalie, kaone, katazame. Sasa hapa tulipo ndio ule msikiti ambako hilo hapo tunaona ni kurateni na hicho pembeni ni kisima. Walikuwa wanateka maji, wanatawaza mikono, uso, wanaingia ndani ya msikiti kwa ajili ya sala. Lakini vile walikuwa wanaweza kusugulia miguu. Kuna sehemu ya kusugulia miguu, kuna jiwe la toka enzi hizo mpaka leo na tunalihifadhi kama sehemu ya kihistoria. Hili ni jiwe la kusugulia miguu. Sasa sifa ya maji haya, watu wananawa, wanaoga, wanatawaza, na wengine utumwa na wataalamu kwamba nenda kalete yale maji ya zamani nikuchanganyie mambo yako yaende mazuri. Kwa hiyo ukisikia watu wanaenda Kaole Bagamoyo ni pamoja na kuchukua maji haya ya kale. Ismaili, inabidi uje unawe hapa. Namtia kwenye birika. Na mimi na leo nawa nuksi zitoke. Utakiwa umwage ile ya kuta, unaweka ya kwako kulingana na nia utakayoiweka kwenye maji hayo. Bila shaka ifika saa 7 nitatawadha afu nitasali. Ni Waswahili tu ndio wanachukua maji haya au hata wazungu huwa wanatamani wanaweza kubeba haya maji? Ni swali zuri sana ambalo ninajibu na ushahidi kwamba niliwahi kumpokea mgeni mmoja katika miaka ya nyuma ambaye yeye alitokea Misri. Akashuka kwa ndege pale airport, akaja na taksi, akasema naomba historia. Mimi nikamweleza historia kama wageni wengine. Baada ya hapo akasema, mama, mimi nilitaka kupata ushuhuda wa kile nilichosimuliwa na kilichonifanya nije huku Tanzania Bagamoyo Kaole. Nimekuja kwa ajili ya kuteka haya maji. Kwa hiyo sasa baada ya kueneo ile la kisima kama tulivyoona maji, kwa hiyo tuende tukaangalie kaburi la wapendanao. Wageni wengi huwa wanapenda kuja Kaole kuja kulishuhudia hilo kaburi la wapendanao. Ni kaburi ambalo limejengwa kwa moja lakini ndani limegawanyika mara mbili. Upande mwanamke, upande mwanamume. Kwa hiyo upande huu ni upande wa mwanamke na upande ule kule ni upande wa mwanamume. Sasa ukija hapa unaweza kuona jiwe ambalo lina jina ambalo walikuwa na utamaduni wa kuchonga mawe na kuweka maandishi. Hili ni Hadija bin Suleiman na upande wa mwanamume jiwe limetoka. Kwa hiyo hakuna ambaye anajua alikuwa anaitwa nani. Ni kwa nini labda
Kwa nini wamezikwa kwa pamoja? Kuna kisa chochote ambacho kilitokea? Ndiyo, hawa ni mke na mume ambao walikuwa safarini wakiwa kwenye chombo cha dau baharini. Kwa hiyo waliona dhoruba ile ya maji, mtikisiko wa bahari. Kwa hiyo wakaona hapa sasa hakuna kuna kupona au kufa. Kwa hiyo walipopata ajali hiyo waliweza kujifunga kwa pamoja na mtandio wa mwanamke. Kwa hiyo wakahusia kwamba sisi tukifa basi tuzikwe pamoja. Kwa hiyo ndio sosi kubwa ya kuwa na kaburi hili la wapendanao ambalo wamezikwa hapa Kaole. Labda unawaambia nini Watanzania hasa wale ambao wanapenda kuimarisha mapenzi yao au upendo wao kuja kulitembelea na kuendelea kudumisha zaidi upendo? Kwanza kabisa tunawaambia Watanzania wote wajue Kaole kuna kaburi la wapendanao. Ni kaburi ambalo linatoa ushuhuda wa jinsi gani mke na mume walivyokuwa wamependana kiasi kwamba walipopata ajali hii ndani ya maji wakiwa katika chombo cha dau wakahusia kwamba tuzikwe pamoja. Kwa hiyo ni vyema kabisa, upendo ni kitu muhimu sana katika watu wote kwa jinsi ambavyo tupendane. Na ndiyo maana siku kama hiyo ya wapendanao basi Watanzania wengi waje kutembelea kituo hiki cha magofu ya Kaole kushuhudia kaburi hili la wapendanao. Baada sasa kuona kaburi la wapendanao, hapa tulipo ni eneo la kaburi la Sharifu. Hili nalo ni kaburi maarufu sana kihistoria katika mji wetu wa magofu ya Kaole. Kaburi la Sharifu, tumezoea kusema Sharifu ambao ni wanaume, lakini hili ni mwanamwali, yani ni Sharifa. Kwa hiyo ni alipata kipaji akiwa msichana mdogo sana akiwa na miaka 14. Kwa hiyo watu wengi alipofariki bado wakawa wanaendelea kulitembelea kaburi hili katika maono ya mambo ya imani. Wengine wanaomba dua kwa rehemu waliozikwa hapa, lakini wengine wanasema kwamba nikiomba jambo langu na mambo yake yanaenda. Lakini ni kaburi la kihistoria kwa kweli. Hata wakati tunadai uhuru, marehemu Mwalimu Nyerere, wazee wa Bagamoyo kina Sheramia walimleta katika eneo hili ili nchi waliomba ili nchi isimwage damu. Na kweli tukapata uhuru kwa amani. Ndio maana nchi yetu sisi hatukumwaga damu kwenye uhuru. Kwa hiyo hivyo hapo naona kama kuna kitezo. Hiki kitezo ni sehemu ambayo hii wanachoma ubani udi. Umeona? Wanachoma ubani udi na sehemu ambayo maombi, mtu anaomba jambo lake lolote analo litaka, siri yake mwenyewe. Sisi kama wahifadhi tunawaleta, tunawapa historia na wengine anajua moja kwa moja kwamba yeye akifika hapa nini anachokiomba. Wengine wanaomba watoto, wengine wanaomba vyeo, wengine wanaomba biashara, mali. Na wengine wanarudi, wanatoa mrejesho kwamba mimi niliomba mchumba, nimeolewa, mwingine nimepata mtoto, nilikuwa sijapata mtoto, ndoa yangu ilikuwa inayumba. Wengi wanarudi kwa mambo haya. Mashaallah. Tumetoka kwenye kaburi la Sharifu, kwa hiyo tunaelekea bandarini. Na hii bandari ina maajabu gani? Hii bandari ni bandari ya kwanza kabisa kabla ya Bagamoyo, kabla ya Dar es Salaam. Ndio lango kuu la wageni wengi walipita katika eneo hili, wakiwemo hata Wareno katika karne ya 15 walipitia eneo hili. Lakini sasa sababu kubwa ya kuendelea kutumika kama sehemu ya bandari ni kutokana na uoto wa miti ya mikoko na bandari yenyewe kuweza kina kile kujifikia kwa tope tope. Kwa hiyo ikaonekana sasa sio rahisi kutumia tena vyombo vyao vya madau na majahazi. Kwa hiyo hivyo ndivyo walivyoanza kufanya uhamisho kuelekea katika mji wa Bagamoyo katika kipindi cha karne ya 18. Sasa kule ndipo ilipokuja bandari ile ya Bagamoyo na mambo ya wajio wa Arabu na biashara ya utumwa. Kwa hiyo kumbe Kaole hii ipo kabla ya biashara ya utumwa kuja katika maeneo haya. Sawa sawa. Na inawezekana kabisa kuna watu wameathiriwa wakati wa biashara yenyewe ya utumwa kupitia Kaole hii. Ni kweli kabisa. Sasa ni sehemu ambayo ya kukumbuka sana hii. Sana. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa bandari? Ndio ilikuwa bandari kama unavyoona. Kwa hiyo mikoko hapa ni mita ngapi kwenda baharini? Ni kama mita 200. Mita 200? Mpaka unafika baharini? Mpaka unafika baharini, ile ndipu kabisa. Kwa hiyo sasa hivi hatuwezi tukisema tuwekeze kwenye au ndo kwamba haiwezekani tena kuifufua kama ikawa bandari au nini unaweza kufanya? Kubwa ambalo tunataka kulifanya kama sehemu ya uendelezaji wa zao la utalii katika kituo hiki ni ile kujenga barabara ya boardwalk ili wageni waje waenjoy zaidi
waone ndani ya msitu wa mikoko, lakini vile vile waone kina cha bahari kilipo. Lakini vile vile kuweka vibanda vya kupumzikia wageni na hata vioski. Lakini vile vile kuweka boti ambalo litakaweza kutoa wageni hapo kuwaelekeza katika matembezi kwenye mji mkongwe wa Bagamoyo, lakini hata kwenda kuona bandari hiyo mpya tunayotegemea kujengwa katika mji wa Mbegani. Mtazamaji wa Sakasaka, baada ya kuzunguka yale maeneo mbalimbali ya kihistoria au ya vivutio, tumetoka kwenye kaburi lile la wapendanao, lakini kwenye msikiti na kisima, lakini tumeenda kwenye bandari. Sasa tumeingia kwenye sema hili ni jengo la makumbusho ya Kaole. Tunaendelea kuwa na mtaalamu wetu dada Siaweze ambaye atatuelezea Kaole ilitokea wapi na sasa hivi iko wapi, hasa kwenye mabadiliko yale ya kihistoria. Ni nini kimebadilika tangu umeingia miaka 29 iliyopita? Kwa kweli kituo kilikuwa kina huduma mbalimbali za kiutalii kama vile maji, simu, umeme. Kwa hiyo ni jitihada zilifanyika kupitia idara ya mambo ya kale ambayo ndio ilikuwa na zamana ya eneo hili, tukaweza kukimbizana na kufikisha kituo kuwa na huduma zote hizo muhimu kwa wageni ambao kupata huduma wageni wanaotembelea eneo hili. Lakini kufikia tuliweza kutengeneza vitu mbalimbali kama vile kuboresha makumbusho hii kwa kuweka vionyesho ndani mwaka 2002, lakini vile vile tukaweza kujenga choo ambacho kwa nje ukikiona ni cha zamani kutokana na sheria na taratibu za majengo yetu hapa, lakini ukiingia ndani ni choo cha kisasa ambacho kina uwezo wa kuingia mgeni yoyote wa kimataifa na taifa kuweza kupata huduma mbalimbali. Lakini tuliweza kuboresha nyumba ya muhifadhi ambayo ipo pale inaonekana, iliweza kujengwa kwa ajili muhifadhi atakayekuwa hapa aweze kuwa karibu na eneo la ofisi. Lakini bado tuliweza kuona kwamba wakati ule kuna umande, asubuhi mgeni anataka atembee afike mpaka karne ya 15 afike bandarini kule. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kutengeneza vinjia vya kupita wageni. Kwa hiyo njia hizo tuliweza kufanya ubunifu huo mwaka 2008 ambao tuliweza kutengeneza chini ya idara hii ya mambo ya kale kuweza kuboresha eneo la kituo. Lakini bado tuliweza kuboresha njia ambayo ilikuwa ni njia nyembamba sana ya kupita watu kutoka katika mpaka wa kituo kwenda eneo la kijiji. Kwa hiyo tuliweza kupanua barabara kwa mita 18 za barabara na kuweza kuweka geti pale ili kuweza kuzuia wale wageni ambao wanaotaka kuingia kufanya matembezi kituoni bila kufanya malipo. Kwa hiyo geti lile likawa ni sehemu ya chachu ya kuongeza malipo au mapato kituoni kwa kuzuia wale ambao hawataki kufanya malipo. Wakala wa huduma za misitu Tanzania wao walitengeneza banda la kupumzikia wageni kama sehemu ambayo wageni walikuwa wakija mvua jua ilikuwa hatuna sehemu nzuri, basi wao waliweza jengo hilo linasaidia sana kutoa huduma kwa wageni. Lakini bado tunalo jengo la ofisi, tulikuwa tuna ofisi yetu ndogo yatoka miaka ya 70. Wakati huo lengo kubwa ya ofisi ile ilikuwa ni kwa ajili ya walinzi tu, kuhifadhi na kuangalia usalama wa kituo. Lakini baada ya mwaka 23-24 tuliweza kujengewa ofisi ambayo sasa hivi wahifadhi wote wana ofisi na huduma mbalimbali zinapatikana ukiwa hapo ofisini. Lakini waliweza vile vile kujenga kuboresha hii makumbusho kwa kuweza kutengeneza vigae juu, kuboresha, kunyanyua juu kidogo, maana ilikuwa ni kama ile ya kizamani, ilikuwa fupi kidogo. Lakini kulikuwa tumefanya ukarabati, tuna ukarabati ambao tumefanya ukarabati wa makaburi ya karne ya 15 na tumeweza kufanya ukarabati wa msikiti wa karne ya 15. Na bado tunaendelea
kufanya matamasha mbalimbali katika kuvutia wageni ili waweze kutambua kituo hichi kiko wapi na kina vivutio gani na kuna umuhimu upi wa kuwepo kuhifadhi vitu hivi vya kiutalii. Tukizungumza, hii ni jengo la makumbusho. Ni vitu gani ambavyo mmeweka hapa kiasi kwamba mtu akija anaweza akajua okay, labda pengine hapa ni Kilwa, hapa ni Bagamoyo, ni mambo gani ya kihistoria ambayo mmeweka hapa, au hii ni Kaole yenyewe? Sawa kabisa. Kwanza kabisa unapoingia mlangoni unakutana na sehemu ya bango linaonyesha kwamba utangulizi wa nini kipo katika makumbusho hii. Inakuonyesha Kaole, historia yake kama ilivyojieleza, na vile vile ni nini kimehifadhiwa humu, ambayo ni majengo ya misikiti, makaburi, lakini vile vile kuna kuonesha shanga, yani au vitu mbalimbali vilivyofanywa utafiti na wataalamu wetu ambao ndio vimehifadhiwa humu. Lakini ikaonesha haitoshi kuzungumzia tu Kaole, lazima tuzungumzie na miji mingine ya mwambao wa pwani. Kwa hiyo ndio maana kwanza tukaonesha mji wa kwanza ni Kaole, lakini ukafuatia Bagamoyo. Ndio maana hapa unaona bango linaonesha Bagamoyo. Alafu vile vile inakuonesha mji wa Kilwa, kuonesha kwamba tuna miji ya Kiswahili ambayo inafanana historia yake na mji wa Kaole. Lakini kuna bango linaonesha historia ya mji wa Tanga Tongoni na majengo yake. Lakini vile vile inakuonesha vitu mbalimbali vilivyopatikana katika miji ya mwambao wa pwani kama vile Kisarawe, Kiwangwa, Kunduchi, ndio maana kuna mabakuli, masahani, Chinese porcelain, yani tunasema kwa Kiswahili sahani za kauli, lakini kuna shanga za zamani ambazo hizi vile vile zilikuwa vinaletwa vitu na wageni katika swala zima lile la kubadilishana vitu. Wao walikuwa wanaleta vitu vyao na sisi huku kwetu wanachukua vitu vyao. Lakini bado museum inakuonesha kwamba kulikuwa kuna kazi ya ufinyanzi uliokuwa unafanyika na babu zetu na bibi zetu katika swala zima la biashara pamoja na matumizi ya nyumbani. Lakini bado kunaonesha kwamba kwamba haya majengo ya nje unayoyaona yamejengwa kwa mawe. Kwa hiyo mawe haya ni haya hapa. Mwingine ukimwambia jiwe la Matumbawe halifahamu. Kwa hiyo anapokuja makumbusho analiona live kwamba hili ndio jiwe la Matumbawe liliojengewa haya majengo ya kihistoria. Lakini bado akaonyesha kwamba haya mawe ukiyachoma unapata chokaa. Kwa hiyo ndio maana pale kwenye kabati pale au showcase tumeweka chokaa kuonesha kwamba chokaa ndio hii hapa. Lakini bango lingine linaonesha kwamba jinsi ambako ufuaji wa chuma. Kwa hiyo siku za nyuma wazee walikuwa wanafua chuma kwa kutumia njia ya fukuto, yani ya moto. Walikuwa wanatengeneza visu, sindano, kwa hiyo hii museum inakupa elimu tosha kabisa. Mtazamaji wa Sakasaka, ile maajabu yanaendelea, na sasa niko eneo maarufu la Mbuyu. Mabuyu haya kule Kondoa kusema kweli ni mengi sana, na sisi tunafanya wakati tulikuwa tunakula kama maziwa vile. Inakorogo vile afu nakula na ugali, si ndio? Badala ya maziwa ya kawaida yale sisi tunatumia maziwa ya mbuyu. Unaona? Unazao moja zuri sana natoka kwenye mbuyu. Sasa tuko kwenye mbuyu huu na mtaalamu wangu hapa muhifadhi dada Siawezi. Hebu tueleze ni maajabu gani hapo kwenye mbuyu huu? Niambiwa huu umeshafikisha zaidi ya miaka 500 kwenda mbele. Mbuyu huu kama unavyouona ni mbuyu mkubwa sana. Na tunayo miti kama hii kama kule Dodoma ulivyozungumza ndugu mtangazaji, lakini kwa hapa Kaole sisi tunajivunia huu mbuyu ni mbuyu wa kihistoria. Una zaidi ya miaka 500 iliyopita. Sasa cha kushangaza zaidi, hiki ni kipindi cha kiangazi, lakini huu mbuyu unaona umejaza majani safi na ya kuvutia. Lakini vile vile mpaka leo bado unazaa na unatoa matunda. Faida kubwa tunayoipata hapa, kwanza kabisa wageni wanapenda kuutembelea na kuuzunguka. Unapozunguka kwenda kushoto unaongeza umri. Unapozunguka kwenda kulia unapunguza umri. Haya ni moja ya maajabu na imani ambayo unatakiwa uwe nayo kama mtalii uliofika katika eneo hili. Lakini vile vile ni una faida kubwa. Majani ni dawa, magamba ni dawa, mizizi ni dawa, na hata matunda yake watu wanatengeneza sabuni, wanatengeneza mafuta, lakini vile vile tunapata juisi kupitia matunda haya. Kwa hiyo hii ndio faida ya mbuyu huu. Mwisho kabisa, Kaole ndio hii hapa. Unaambia nini watazamaji wa Sakasaka? Waje kufanya nini hasa Kaole? Yaani mtu akiona tu hivi, basi mimi nasema nataka niende Kaole.
Na watazamaji nawaambia kwamba karibuni sana Kaole. Kaole ni mji wa zamani sana na ni mji wa kale na ni mji wa kihistoria. Unapofika hapa huwezi kujutia. Unajifunza vitu vingi mbalimbali vya vivutio vilivyopo hapa. Unauona mji wenyewe ulivyo, hauwezi tena ukauona sehemu nyingine. Mmezoea kuona magari, majumba ya kisasa, lakini hapa unakuja kuona nyumba yenye zaidi ya miaka 800, unakuja kuona mbuyu wenye zaidi ya miaka 500, unakuja kuona kisima cha maajabu chenye maji ambayo hayakauki na ni baridi wakati wote. Mtazamaji wa kipindi cha Sakasaka, bila shaka umefurahia vya kutosha maelezo ya eneo hili la Kaole ambayo tumepewa na mtaalamu wetu Siawezi Hungo. Ni maelezo mazuri, bila shaka utakuwa umejifunza mengi, na mimi ambacho nimejifunza ni kwamba kwenye mbuyu kama huu hapa unaambia ukizunguka, ukipita kushoto huku, ukitokea huku unaongeza umri. Nazunguka na mimi ili niweze kuongeza umri. Ndio hivi nazunguka. Maana nikizungukia kule itakuwa napunguza umri. Lakini nazungukia huku. Bila shaka mtazamaji wa Sakasaka umefurahia dakika 25 za kipindi hiki, na leo hii tulikuwa Kaole, tumepata historia mbalimbali za eneo hili. Hadi wakati mwingine, ni mtayarishaji wa kipindi cha Sakasaka Amali Ocheto, nasema kwa heri kwa sasa.